serikali kwa mwanafunzi kujitambua, kufanya innovation kwa kila hatua, kumfanya mwanafunzi aweze kujiamini, aje na critical thinking pamoja na creativity. Asante ndugu mgeni rasmi, waalikwa wote, mabibi na mabwana, wanafunzi Shinyanga Sekondari, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na wakaribisha kuweza kusikiliza risala toka kwa ubunifu huu ulioko hapa Shinyanga Sekondari. Karibuni kwa kusikiliza. Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Halmashauri ya Wilaya ya Kishapu, Shule ya Sekondari Shinyanga. Risala ya uzinduzi wa jukwaa la kufundishia na kujifunzia liitwalo Audio Integrated Competence Based Learning, yaani ujifunzaji umahiri kwa njia ya sauti. Ndugu mgeni rasmi, kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufanikisha hatua hii muhimu ya kielimu. Kwa heshima na furaha tunawasilisha risala hii ya uzinduzi wa AICBL, yaani Audio Integrated Competence Based Learning, ujifunzaji wa umahiri kwa njia ya sauti. Ubunifu ulioasisiwa na Mwalimu David Peter Ipamba kwa kushirikiana na idara ya jiografia ya Shule ya Sekondari Shinyanga. Ubunifu unalenga kubadilisha mtazamo wa ujifunzaji kwa mwelekeo wa mwanafunzi katikati ya mchakato wa elimu na kumwezesha kujifunza si kwa kusikiliza pekee, bali pia kwa kushiriki moja kwa moja katika vitendo. Dhana ya AICBL na historia yake. Ujifunzaji wa umahiri kwa njia ya sauti ni jukwaa la ujifunzaji unaotumia sauti zilizounganishwa na vitendo vya maabara na vifani au moduli za masomo ili kuimarisha uelewa wa mwanafunzi. Mfumo huu umebuniwa kama jibu kwa changamoto za mbinu za kitamaduni ambazo mara nyingi zimekuwa zikimfanya mwanafunzi kuwa msikilizaji tu. Historia ya ubunifu huu inahusiana moja kwa moja na mwelekeo wa Taasisi ya Elimu Tanzania, yaani TET, ambayo imesisitiza elimu ya umahiri inayojikita katika kukuza ujuzi unaohitajika katika karne ya 21. Kupitia ujifunzaji wa umahiri kwa njia ya sauti, shule yetu inatekeleza kwa vitendo malengo ya kitaifa ya kujenga wanafunzi wabunifu wenye fikra huru na wanaoshirikiana kwa ufanisi. Jinsi ya AICBL itakavyofanya kazi. Mfumo huu unafanya kazi kwa kuandaa masomo kwa mfumo wa sauti yanayofuata miongozo ya Taasisi ya Elimu Tanzania, hususan katika somo la jiografia. Masomo haya yameunganishwa na matumizi ya vifani, yaani models na maabara ambazo mwanafunzi anaelekezwa hatua kwa hatua kuchunguza dhana mbalimbali. Kila somo linaambatana na maswali ya kuchochea tafakuri na mijadala ili kuendeleza fikra za kina. Zaidi ya hayo, mwanafunzi hufanya kazi kwa makundi kupitia mazoezi ya vitendo kama vile kuchora ramani, kutengeneza models au vifani rahisi na kuibua suluhisho bunifu kwa changamoto walizokabiliana nazo. Hatimaye, masomo haya huhifadhiwa na kusambazwa kwa njia ya kidijitali kupitia simu, redio na kompyuta ili kuhakikisha wanafunzi wote
wa vijijini na mjini wanapata fursa sawa ya kujifunza. Lengo la ujifunzaji umahiri kwa njia ya sauti. Lengo kuu la mfumo huu ni kukuza uelewa wa kina wa mwanafunzi kwa kumwezesha kusikiliza, kufanya na kushirikiana. Mfumo huu unalenga pia kutafsiri nadharia kuwa vitendo ili kuimarisha stadi za karne ya 21 zinazojumuisha fikra kwa kina, ubunifu, ushirikiano na mawasiliano. Aidha, mfumo huu unawasaidia walimu kuongeza ubunifu wao katika uwezeshaji wa masomo, huku ukihakikisha kwamba mazingira ya ujifunzaji yanabaki kuwa rafiki na shirikishi kwa kila mwanafunzi bila kujali tofauti zao za kijiografia au kijamii. Mafanikio tarajiwa. Kupitia mfumo huu wa ujifunzaji umahiri kwa njia ya sauti, tunatarajia kuona mageuzi makubwa katika elimu ya sekondari. Mwanafunzi ataibuka kuwa mdau mkuu wa mchakato wa ujifunzaji kwa kushiriki moja kwa moja katika vitendo, badala ya kutegemea kuelekezwa pekee na mwalimu. Elimu itakuwa sehemu ya maisha ya kila siku, kwani masomo yatahifadhiwa, yataweza kurejelewa wakati wowote kupitia mifumo ya kidijitali. Walimu wataongeza hamasa na weledi katika kufundisha, huku shule zikijipatia mbinu mpya bunifu zinazoongeza ubora wa elimu. Hatimaye taifa litapata kizazi kipya chenye maarifa ya vitendo na uwezo wa fikra huru unaohitajika katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Changamoto katika utekelezaji wa AICBL. Pamoja na matarajio haya makubwa, utekelezaji wa AICBL, mfumo ambao wa ujifunzaji umahiri kwa njia ya sauti, unakabiliwa na changamoto kadhaa. Changamoto kuu ni upungufu wa rasilimali za kiteknolojia ikiwemo kompyuta, kamera, vifaa vya kurekodia sauti, spika na miundombinu ya maabara yenye nafasi na vifaa vya kutosha. Changamoto hizi zinahitaji ushirikiano wa karibu kati ya serikali, taasisi ya elimu Tanzania yani TET, na wadau wengine wa elimu ili kuboresha na kueneza mfumo huu katika shule nyingi zaidi nchini. Shukrani. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa hekima na uongozi katika kufanikisha ubunifu huu. Aidha, tunawashukuru viongozi wa halmashauri ya wilaya ya Kishapu, walimu, wanafunzi na wadau wote wa elimu waliotoa ushirikiano katika hatua zote za maandalizi na utekelezaji. Bila mchango wao, hatua tuliyofikia leo isingekuwa rahisi. Hitimisho. Mheshimiwa mgeni rasmi, wageni waalikwa, AICBL ni ubunifu wa kielimu unaokusudia kubadilisha mfumo wa nadharia pekee na kuweka katika vitendo halisi kupitia kauli mbiu iitwayo sauti ya maarifa, umahiri kwa vitendo. Nitarudia kauli mbiu. Kauli mbiu ya siku hii ya leo ya uzinduzi inaitwa sauti ya maarifa, umahiri kwa vitendo. Tunawahimiza wadau wote kushirikiana nasi ili kuhakikisha kuwa jukwaa hili linakuwa mfano bora wa mageuzi ya elimu katika taifa letu. Imeandaliwa na David Peter Ipamba, mbunifu, kwa kushirikiana na idara ya jiografia shule ya sekondari Shinyanga. Asanteni kwa kunisikiliza. Mwalimu kuwa mbunifu si mtoa taarifa tu, mwanafunzi ajifunze kwa vitendo, si kupokea maelekezo.